Na Gakunga, kama tulivyotaja ni kwamba kuanzia asubuhi wale ambao ni wawakilishi wadi, wanachama wa bunge la kaunti ya Kakamega wameweza kuingia mitaani hapa katika mji wa Kakamega, wakianzia katika makao makuu ya kaunti hiyo, ya bunge la kaunti hiyo, wenyewe wakiweza kulalamikia kile wanachokitaja kama kudorora kwa usalama wao, kufuatia kisa ambapo mmoja wao ambaye ni mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki katika eneo la Kuisero alipouawa kwa kudungwa kisu siku ya Jumamosi baada ya kukabiliana na wafuasi wa mbunge wa eneo hilo Christopher Aseka. Na hivyo hii leo wameweza kuingia mitaani kuweza tu kushinikiza vile vikosi vya usalama, asasi za usalama na asasi za upelelezi. Hivi sasa tupo katika makao makuu ya idara ya polisi katika kaunti ya Kakamega, wakielekea katika ile afisi ya mpelelezi mkuu yani CCIO katika kaunti ya Kakamega, ambapo baadaye watakuwa kielekea katika afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP hapa katika mji wa Kakamega, na kisha baadaye kuweza kukamilisha maandamano yao katika eneo la Kuisero, kile kituo cha polisi cha Kuisero, na kisha baadaye waweze kumalizia katika boma au makazi ya mwenda zake mwakilishi wadi wa wadi ya Kisa Mashariki Stephen Maloba. Lakini tuzungumze na wawili watatu kati yao waweze kutueleza tu. Utueleze tu jina lako na wewe ni mwakilishi wa wadi ipi kwa ufupi sana, kwa sababu pia wenzako watakuwa wakitaka kuzungumza. Ni kipi ambacho pengine mnawasilisha hapa katika makao makuu ya idara ya polisi na pia katika afisi ya DPP? Mimi naitwa Mheshimiwa Bwaka, mimi ni MCA wa Etenje Ward. Leo tumekuja hapa, tumegadhabishwa na tokeo ambalo lilitolewa kuua mwenzetu kama kuku. MCA sisi tumedharauliwa, imefika mahali tuna maisha yetu ni kama hayana maana. Mbunge anaamrisha mtu kuua mwenzetu. Tuko hapa kuuliza polisi wako na lipi, security yetu iko at stake. Tunaogopa mpaka kufanya kazi yetu katika ward. Ndio imetuleta hapa. Na pengine nyinyi kama wawakilishi wadi mnapendekeza kipi, kwa sababu kumekuwa na mdahalo sasa, pengine wale wawakilishi wadi usalama wao umedorora, pengine mnapendekeza kipi pengine kuweza kuimarishwa kwa usalama kwa kupewa wale ambao ni walinzi? Usalama lazima tupewe, tunataka kupewa, kila MCA apewe usalama na apewe askari, kwa sababu pia sisi tunawakilisha wananchi na sisi ndio tuko pale kwa ward, tuko na wananchi na maisha yetu iko hatarini vile mnavyojua. Tunataka askari akue nyuma yetu kitulinda. Yeah. Na pengine tueleze jina, unawakilisha wapi kwa ufupi sana? Ni kipi ambacho pengine kando na yale ambayo ametaja mnataka pengine yawe yakizingatiwa? Mimi naitwa Shioso Gildon, MCA wa Butoto South, na tuko hapa tu kulalamikia mauaji ya mwenzetu Mheshimiwa Maloba wa Kisa East ambayo yalitendeka Jumamosi mchana kama jua linawaka. Malalamishi yetu ni kwamba ikiwa MCA anaweza uawa vile kinyama, maisha ya wale ambao tunatetea yako vipi? Kwa hivyo tunaomba serikali number 1 ichukue nafasi, ishike wale wote ambao wametajwa katika mauaji ya Maloba. Number 2, serikali pia ihakikishe kwamba kila MCA amepata ulinzi ambao unafaa, kwa sababu sisi kazi yetu lazima tuchanganyike na watu. Katika ile hali ya kuwa na watu lazima tukue tumepata ulinzi ambao unafaa. Asante sana. Pengine pia tukiweza kusawazisha tu jinsia, tueleze jina lako, pengine malili yenu ni yapi kama wawakilishi wadi? Mimi naitwa Mheshimiwa Niva Oluchiri, natoka Lugari. Hasira yetu ni kwamba mheshimiwa wetu alidungwa kisu mbele ya mbunge, mbele ya maafisa wa serikali. Polisi walikuwa pale, hawakumshughulikia wa kufanya anything. Hata walikataa kutoa gari zao zimpeleke hospitali. Mheshimiwa alibeba na pikipiki na magari ziko pale karibu 10. Hii ni hasira ambayo tuko nayo kabisa. Tumedharauliwa ya kutosha na tunashindwa wale wananchi ambao tunawakilisha watakuwa aje. We want justice for Maloba. We want the MP to resign. Achukue responsibility, a resign. Kabisa. Asante sana. Pengine pia tuweze kuzungumza na wale ambao ni wawakilishi wadi ambao ni wateule. Mama Godlive Omondi hapa, pengine mama umewahi kuhudumu kama seneta na kwa sasa wewe ni mwakilishi wadi pengine mteule. Utueleze tu pengine ni kipi tofauti kati ya wale viongozi, kwa sababu pengine kuna viongozi wengine ambao wana usalama, wengine hawajapewa ulinzi. Lakini nyinyi kama wawakilishi wadi pengine mnashinikiza mfanyiwe vipi? Mimi naweza sema nikikompare wakati nilikuwa senator niliweza kupewa security, armed police officers. Na wajua hapo mtu yoyote hangeweza kukuataki kwa sababu hajui security wako ni nani hapo. So ilionyesha kwamba uko secure because wanajua kwamba kama mimi mbunge ama senator mlemavu nilipewa extra police wenye walikuwa armed. Na sasa wakati nilikuja county assembly ikapatikana kwamba the security has been withdrawn. Na nikahisi kwamba siko sawasawa, siko salama.
na kweli imekuwa wakati tunatafuta hata kura, unapata kwamba magari zetu zinapigwa, na unapata kwamba kulingana na financial muscles is also a problem. Ukiangalia wabunge wanajiamini kwa sababu wako na pesa na guns. Sasa sisi ninaweza kusema kwamba licha ya kwamba wao wako na pesa, wako na security, wako na armed police officers, sisi kama wabunge wa county tunaomba kwamba pia si tupewe armed police officers. Na pili, kwa sababu wao wanakubaliwa kupewa bunduki, sisi pia turuhusiwe kuona gun, tukuwe na bunduki. Tatu, pia tunahitaji wakati tunaenda kwa mikutano tuweze kuandika barua kwa polisi vile wabunge huwa wanauliza security, na si pia tupewe cover up. Sawa. Asante sana, kwa sababu ya muda tuko bado tukizungumza tu, tafadhali tu, kwa sababu ya muda tuko bado tukizungumza nanyi wawakilishi zaidi. Lakini ukitazama Gakunga, ni kwamba pengine wito wao ni pengine ile serikali kuu iweze kuweka ama waweze kujadili na kuweza kuhakikisha kwamba ni sheria wale ambao ni wawakilishi wadi wawe kupewa ulinzi wa kutosha kama tu viongozi wengine ambao waliweza kuchaguliwa kisiasa. Lakini kumbuka kwamba hapa tulipo makao makuu ya polisi, spika wa bunge la kaunti hii James Namati na pia yule ambaye ni mwenyekiti wa mavuli wao ambao ni County Assemblies Forum bado wapo katika mkutano na wale ambao ni wasimamizi wa usalama kaunti hii ya Kakamega, ambapo wameweza kuwasilisha tu mswada wao, yani memorandum, ambapo baadaye watakuwa kielekea katika afisi ya DPP kuweza pia kuwasilisha pale mswada. Lakini ni taarifa ambayo tutakuwa bado tukiandaa katika taarifa zetu za baadaye. Asante sana mwenzangu Alan Ochanda kutoka kaunti hiyo ya Kakamega, na bila shaka utatupa kina zaidi cha taarifa hiyo kwenye taarifa zetu zijazo. Kwingineko, kituo maalum cha biashara eneo la Naivasha kinahitaji shilingi bilioni 4.5 ili kukiwezesha kutoa huduma kikamilifu. Haya ni kwa mujibu wa kamati ya bunge